Your Excellency, nataka niseme kwamba asikie hiyo mwenendo nitaijua vizuri. Kwanza Your Excellency, nataka nichukue nafasi hii nikushukuru sana kwa dhati, kwa sababu vile wanenaji wengi wamesema wewe ni mtu mkarimu kiwango kwamba ndugu yetu, ndugu Machogu ni mzee mkubwa, amenishinda miaka zaidi ya 30, na ni mzee ambaye tulishindana na yeye. Ndugu yangu Cheriot, ni Cheriot alisema hii ama ni nani? Huyu mzee ukweli kwamba tulishindana, na ni mzee mzuri. Nilipomshinda yeye aliamua kwamba hawezi simama tena, lakini najiuliza kama asingemshinda angekuwa CS. Kwa hivyo wakati mwingine hizi vitu ziko pande mbili. Unajua wakati mwingine kuna mibaraka, mlango umefungwa, dirisha imefanya nini? Umefunguliwa. Kwa hivyo ndugu yangu nilimshinda vizuri, na ni mzee, ana maneno mengi, hata hakufikiria mambo ya kwenda kotini ama sasa kusema yale Murkomen anataka ama kufanya maandamano. Nataka najua watu wanasema Kenya sihami, mambo mengi yako Kenya ni mazuri, na sisi kama wazalendo wa Kenya kuna wakati inafika. Jana nilikuwa naelezea Mheshimiwa Rais hapa kwamba mkiwa uwanjani mtaweza cheza, alafu timu moja kama unaenda kuscore the goal, mmoja apige na mkono hivi ingie, ref ameona ni goal na amepiga firimbi, si hiyo ni goal? Tukubali hata kama Mheshimiwa Rais kivyovyote vile yeye ni rais, tukubali yeye ni rais, atuongoze, tupambane na mambo mengine mbele. Kwa hivyo mimi nataka niseme kwamba Your Excellency the President, sisi kuna mtu mmoja hapa, nilikwenda maombi hawa watu wa Mungu, nikaenda function moja wakati tunafanya kampeni pale karibu na stadium, wanaimba, unajua hii kanisa ya spirit inaitwa ya kiroho, wanaimba, wakifika katikati wakatoa handkerchief ya UDA. Huyu Pastor Murwabe, huyu pastor, nikaona UDA peke yake, nikashindwa tena, nimekuja kubatizwa. Kama uko na rafiki huyu pastor na watu wake, ni watu wa UDA sana. Ukweli vile wengine wamesema hapa, sisi tukiendelea mbele, hawa walikuwa kwa maombi. Nashukuru kwa sababu ya maombi, pia tuombee nchi yetu. Lakini katika familia pia, Your Excellency, utapata mtoto mtukutu, na hii biashara inaanza kutoka watoto wadogo mpaka wakubwa mpaka wazee. Kwa hivyo wakati mwingine let us tuwavumilie, lakini waone mwangaza mbele. Mimi nataka nikuulize tu mambo machache, kwa sababu wewe uko ofisini kwa miaka 5, Mungu akipenda ukitushinda tena 2027, wewe ni rais miaka 10. Lakini usipotushinda tutakukumbuka kama rais uliyefanya kazi nzuri. Lakini Your Excellency, kwa sababu ya roho yako mzuri, jana nilikwambia ukweli usemwe, wewe roho yako nitoboe. Huyu rais, unajua ukimwona kule nje utadhania ni mtu mbaya, ako na roho nzuri. I think kwa sababu pia ya ule umasikini uliokulia mpaka mahali umefika. Mungu abariki wewe.
ni Mkenya mwenzetu. Actually tulikuwa kwa ndege moja, tukija tunaangalia vile Kisii iko, miaka ingine 20 ikija hakuna mahali hata pa kuzika mtu. And I am happy that he'll talk about it. We must think outside the box, especially in Kisii and Nyamira. We have no land. We are sympathizing for ourselves. What will happen? Kwa hivyo, Your Excellency, tafadhali mambo ya housing ambayo uko nayo tupange. Wakati mwingine umati wezi panga, tuisukume watu wakubali. Pili, Your Excellency, hapa mahali tuko karibu na Nyangusu, mambo ya airport, na kuna ndugu zetu pia wasironga kule. Bwana Kipchumba Murkomen, waziri wako, atatupea habari ni wapi ndege zitaweza anguka vizuri, ni Nyangusu ama ni Sironga. Unajua nyinyi kwa sababu mko karibu na Nyangusu mtasema Nyangusu, lakini Nyangusu imekuepo miaka yote. Kwa hivyo wacha tuone, na itasaidia ndugu zetu wa Masaini, ndugu zetu wa Migori. Kwa hivyo, Your Excellency, mambo ya ndege tafadhali kwa miaka 5 pia utusaidie. Pili, kitu ya pili, barabara kutoka Kisii mpaka Sotiki. Nataka tena niulize, roho safi tu, hiyo barabara imeua watu wetu wengi sana. Waziri wako yuko hapa, Osoro, wewe ndio huko chief, ndugu yangu, ile kitu utafanya, tushirikiane pamoja, muhakikishe ile barabara imekuwa dual. Hiyo barabara, Your Excellency, ukipita hapo vile uko na magari mengi, hakuna mahali gari zinaenda. Tafadhali tunaomba, na ninashukuru kwamba ulitoa yule mtu, ulisema utapiga karamu yule mtu, yule contractor anachimba lami na jembe. Your Excellency, nataka niulize kitu cha pili, kwa sababu mimi kama gavana lazima niulize haya kwa niaba ya watu wetu. Kuna hospitali kupitia University ya Kisii na ushirikiano wa karibu wa ndugu zetu wa UK, ambao Mheshimiwa Rais tulikuwa tupewe bilioni 400. Uzuri kwamba cabinet yako imepitisha karibu bilioni 150, na iko hapa Nyaribari tena. Tuko na ekari, yule mzee alikuwa gavana wangu, alihakikisha kwamba amepeana shamba. Naomba tafadhali, Your Excellency, hiyo process ianze. Wazungu, there is no, and you know, people are talking about it is a loan. It's a high concession facility we are getting without interest. Tunaomba tafadhali, hii ikiingia hapa itasaidia ndugu zetu hawa Wajaluo tumeona hapa, itasaidia Waluya pande ile, itasaidia ndugu zetu wa Kale pande hii na Wamasai pande hii. Tafadhali, hiyo ni hombi tunaweka mbele yako. Hospitali, na shukuru kwamba ulikubali vyombo vya hospitali ya Mother Child Hospital, na mimi na promise kwamba nitahakikisha kwamba imeisha kwa miezi 3 ijayo, ndiposa nipokee vyombo vya kutibu hospitali yetu ya level 5. Industrial Park, Your Excellency, ulikuwa umetupea milioni 100 na tumekubali kwamba tutapeana sisi milioni 100. Kwa hivyo Industrial Park, Your Excellency, sisi shamba iko hapa Nyantrago, na nimekumbuka pia Nyantrago tumesema tutatafuta ekali 50, ndiposa tuone kama tunaweka
kituo cha askari hapo, ndiposa tuhakikishe kwamba tumetengeneza mji wetu wa Kisii Town, kwa sababu miaka ingine 5-10 tunataka Kisii ikuwe city, Mungu akipenda. Your Excellency, kitu ya mwisho nataka niulize. Of course hii umekubali Gusii Stadium. Najua ulinisomea ukaniambia Simba, hii stadium nilikuwa nakatazwa kufanya mikutano, mlinifungia. Nikakwambia sasa wewe ni rais, sahau yaliyopita, tugange yajayo. Tafadhali hiyo stadium tunataka kwamba wewe itengeneze. Najua Deputy Rigiji utasema mambo ya shares. Deputy President tulikuwa na yeye bungeni, alikuwa ananiambia Simba, hii kitu hata mko na deep state tutashinda nyinyi. Nikamwambia hapana bwana, huwezi tushinda, lakini you proved us wrong. Kwa hivyo tunakubali, tunasema yaishe, tupeleke nchi yetu mbele. Your Excellency, nataka nimalizie hapo kwa kukuuliza kitu cha mwisho. Kuna barabara nyingi ambazo zipo na zimekwama. I'm happy that we had this discussion yesterday, especially zile ambazo which were owned ama were awarded to mtu anaitwa Silicon na akatolewa. Leo tumetoka Marani, I'm happy tumefungua barabara ya Marani. Na niulize watu wangu kwa umoja tu. Najua nimeambiwa kwamba Mheshimiwa Rais, sijui kama ni ukweli, kwamba kando yeye kuzaliwa kule Rift Valley, kwao ni hapa. Kwa hivyo ndugu Deputy President Rigiji, unapoongea ni kwa nini hata kama hatukupigia yeye kura yote, anaegemea, jua kwamba ni kijana wetu pia. Pia vijana, unajua kuna ile kitu inaitwa sibling rivalry. Kwa hivyo wakati unaona kwamba tumekosana kidogo, ni ile tu space tulikuwa tunatafuta. Kwa hivyo Your Excellency, tafadhali, because hapa ni nyumbani, sisi tuko pamoja, tutashirikiana. Nitaongea na baba. Nitaongea na baba. Tukae chini. Baada ya yeye tuongee na yeye, ndiposa tujenge taifa. Mimi kabla sijaingia ODM, Mr. President, you are in ODM. Wewe ile kura ya 207 niliona vile ulikuwa na joto KICC. Hakuna mtu angekuzuia, lakini sasa ODM pia kwa upande mwingine tumepata rais. Hii ODM najipigia kifua mimi. Hawa ndio walianzisha. Kwa hivyo mimi naomba tafadhali. Niliambia His Excellency jana kwamba unajua kama sisi, unajua tulikuwa deep state nini kila kitu, kama tungewashinda nyinyi mngekuwa barabarani. Lakini rais akasema hapana, sisi hatujafanya maandamano hata wakati mlikuwa na handshake. Nikaona mwangaza. Na Kisii tunasema kwamba sisi tuko na chakula, tuko na miwa. Njaa haiko sana Kisii. Kwa hivyo sufuria hatutabeba kichwani. Lakini ile sufuria tumeacha watu wako na njaa kule Nairobi wabebe. Lakini tunaomba kwamba yoyote, kwa sababu maandamano yafanywe kwa amani. Nchi zote nyingi zinafanya maandamano, lakini sio ya kuharibu mali ya wananchi. Kwa hivyo maandamano yoyote ambayo yatafanyika, nataka niseme lazima yafanyike kwa kadri na sheria za nchi. Mali, maisha ya mwananchi yasiharibiwe, kwa sababu tukiumiza mwananchi hata mmoja,
kama vijana wetu ambao wanafanya biashara Nairobi. Your Excellency, we are the leading in the matatu industry. In other businesses, actually, unani ameisema vizuri sana, Cheruiyot. Maandamano yakifanyika Nairobi, mboga yetu yote inaharibikia wapi? Narok. Tafadhali tunaomba kwamba waandamanaji lazima tukue pia na nidhamu kubwa wakati wowote ule. Mheshimiwa Rais, nataka nimalizie hapa, lakini nataka nitoe shukrani zangu za dhati kwa kumpea mzee Machogu kiti cha elimu. Umepea watu wengi, unajua mpaka tunaona aibu kwamba wewe ulipeana nyingi. Dada yetu hapa Millicent Omanga, unaona amekula kama Kisii. Sisi ndio Kisii sasa. Kumuona ndio Kisii. Na wale wengine wote, ndugu Mangi, aliyekuwa deputy governor, ndugu yangu, asante sana. Na Mheshimiwa President, choya matoke yanatoka hapa. Nilikuomba jana na ukakubali utapea kitu atembee. Tafadhali tutashukuru sana. Asanteni. Tigambo olieke kusi. Mogogete president irega. Kabisa. Tiga tubwatirane n'abarayi bande bonse trosi gusiyeto na Kenya ngima. Mbiyamono Nyasaye abaseseni.